Karibu tena kusikiliza This Thing Called You kilichoandikwa na Daktari Ernest Holmes, kikiletwa kwako na Science of Mind Africa na kusomwa na Otumba James. Katika sura hii ya 5 tunaendelea na safari ya kujitambua kiroho na kuungana na uungu. Neno haya yakikukumbusha nguvu na uwepo ulio ndani yako. Karibu. Ni jambo la kushangaza kujua kwamba wema wako uko karibu. Usiku wako unaisha, alfajiri yako inaanza kuchomoza. Kuna roho hai katikati ya utu wako. Muumba wa asili wa maisha yote yupo ndani yako na kukuzunguka. Si Mungu aliyepita, bali Mungu aliye sasa. Huu ndiyo siri kuu unayoshiriki na maisha. Maisha yapo popote ulipo, yanakukuzunguka kama unavyopita ndani yako. Weka mlango wa akili yako wazi, ukihisi, ukitafakari, ukizungumza na haya maisha. Ujue kwamba yanakujaza nuru na nguvu. Jifunze kubadilisha hofu, mashaka na kutokuwa na uhakika kuwa imani. Imani inaweza kukuponya kabisa. Imani inaweza kubadilisha hofu kuwa hakika, umaskini kwa utajiri, ugonjwa kwa afya. Imani inaweza kukuinua kutoka katika bonde la kukata tamaa hadi kwenye mlima wa matumaini na uhakika. Kuna nguvu inayotiririka kupitia maneno yako ya imani. Kuna sheria ya imani ambayo ina uwezo wa kuleta katika maisha yako kila kitu unachohitaji. Yesu alielewa jambo hili. Kupitia sheria hii aliwaponya wagonjwa, akawafufua wafu, akawapa vipofu kuona na akawalisha makutano. Alisema kwamba yeyote anayeamini anaweza kufanya aliyofanya. Alisema kwamba unaweza kuyafanya. Nguvu hii imo ndani yako, ipo pale ulipo, ni yako, lakini lazima uitumie. Huhitaji kupitia desturi yoyote kuungana na nguvu hii, kwa maana tayari wewe ni mmoja naye. Huhitaji kuisakata au kuisubiri, kwa sababu tayari ipo pale ulipo, kwa kuwa daima uko katika mawasiliano nayo. Unaweza kuleta katika maisha yako mema unayoyatamani kwa dhati, kwa maana itaheshimu matakwa yako na kuyadhirisha katika maisha yako. Ujiseme mwenyewe basi, nayaweka mambo yangu mikononi mwa wema, upendo na hekima. Nayaweka huku kwa imani kuu. Nina imani ya kitoto na mwaminifu kwa mema. Najua hakuna kitu kati yangu na kile kilicho bora. Nimejazwa matumaini yenye shauku. Natamani kuingia katika ukamilifu wa maisha. Safari kubwa zaidi ya maisha yako imo katika matumizi yako ya fahamu ya nguvu hii. Huhitaji kuamini mfumo fulani wa ndani.
Unatamani kuingia katika ukamilifu wa maisha. Safari kubwa zaidi ya maisha yako imo katika matumizi yako ya fahamu ya nguvu hii. Huhitaji kuamini mfumo fulani wa dini ili kugundua chemichemi ya maisha. Unaipata katikati ya utu wako mwenyewe, katika utulivu wa jioni, katika kimya cha usiku, wakati wa kuchomoza kuwa siku mpya, na katikati ya shughuli zako. Hakuna kitu kilicho karibu zaidi au cha kubinafsisha zaidi kwako kuliko uwepo huu ulio ndani ya kila kitu, na bila yeye kuzingekuwa na maisha, fikra wala kitendo. Kikubwa kwamba ni kukubali jambo hili sasa, leo. Sema, ninafahamu kwamba wema unajidhihirisha kupitia mawazo yangu. Akili yangu iko wazi kupokea ukweli. Ninaongozwa, ninaarifiwa na ninalindwa. Ninaelekezwa katika njia za amani na wema. Huhitaji kuunda maisha yako kwa mfano wa mwingine. Jiamini, amini katika uhusiano wako wa moja kwa moja na maisha, na utavunjika moyo. Usisubiri, leo ndio wakati wa kuanza. Pale ulipo ndiyo mahali pa kuanzia. Umeme upo kila mahali, lakini nguvu yake lazima ielekezwe. Vivyo vivyo na nguvu hii, ikiwa unataka itiririke kupitia mawazo yako katika maelekeo wote unaotaka, lazima uitumie kwa ufahamu. Umuombe Mungu alete nguvu hii katika uwepo, tayari ipo. Matumizi yako ya nguvu hii sio maombi kwa nguvu, bali ni kuitambua. Hii sio dua, bali ni tendo. Sema, ninatambua uwepo wa roho hai ndani yangu. Mwili wangu wa kimwili umetengenezwa kwa asili ya kiroho. Ulibuniwa kwa uungu na umeumbwa kwa ukamilifu. Kuna uratibu kamili katika kila sehemu ya nafsi yangu, kwa sababu roho wa ukamilifu anatenda ndani yangu na kupitia mimi. Kujua kwamba Mungu yupo daima na anapatikana kila wakati ni kujua kwamba hekima yote, akili na nguvu za ulimwengu zipo pale nilipo. Neno lako ni nguvu unapolijua hili. Ndiyo maana kila kitu katika maisha yako kinategemea imani yako. Ndiyo maana unatendewa kama ulivyoamini. Badilisha imani yako, nawe unaweza kubadilisha dunia yako. Usiruhusu mtu yeyote akwambie kwamba hili si kweli. Wale waliotumia kwa njia sahihi wamelithibitisha kuwa ni kweli. Wale ambao hawajuani na hawajawahi kujaribu hawalijui chochote. Usibishane nao, waache. Majibu ya matatizo yako hayamo katika mapenzi ya Mungu, bali katika uwezo wako wa kuamini. Kauli fulani zikirejewa mara kwa mara hukusaidia kuamini. Hatua kwa hatua, kauli hizi hutuleza katika ufahamu, zikibadilisha mtazamo yako
ya kiakili kutoka hasi hadi chanya. Ningependekeza useme, sheria ya wema inafanya kazi daima katika maisha yangu. Daima nina uwezo wa kukabiliana na jukumu lolote lililo mbele yangu. Nina imani ya uwezo wangu wa kukutana na kila hali. Ninaweza kutatua kila tatizo, kushinda kila ugumu. Nikitambua kwamba Roho haina kizuizi, nina imani kamili katika uwezo wake wa kutenda kupitia mimi daima katika hali zote. Unapotumia neno Mungu, unamaanisha nguvu inayoumba kila kitu, inayotoa uhai kwa kila kitu. Unaposema mambo yote yanawezekana, unamaanisha kuwa nguvu iliyoumba sayari sasa inafanya kazi katika mambo yako, ndani na kupitia kila kitu unachofanya. Imani yako katika nguvu hii huondoa hofu na mashaka akilini mwako na hutoa njia ambayo nguvu hii inaweza kufanya kazi kwa ajili yako. Hakuna kitu ambacho nguvu hii haiwezi kukufanyia ukiijua kuitumia. Haiwezi kushindwa. Kushindwa kote ni kwa mwanadamu, si kwa Mungu. Ni ukweli uliojulikana kwamba mawazo yanayorudiwa mara nyingi huunda mfumo akilini ambaye hujirudia kiotomatiki. Hii ni mojawapo ya kanuni za msingi za maarifa mapya ya akili. Wanasayansi wa saikolojia hutumia mfano huu kueleza hali za akili zinazoendelea kujirudia. Basi, kwa nini tusitumie sheria hii ya uumbaji kwa njia ya kujenga, tukiondoa mitindo ya mawazo ya zamani yenye athari mbaya kwa maisha? Mfumo hii ya mawazo imepattanize ubinadamu kuamini kwamba hofu, huzuni, umaskini na ugonjwa lazima vitawale. Kwa nini tusiondoe giza hili la kiakili kwa dhana tukufu ya nuru mpya ambayo sasa inajulikana kuwepo? Hebu sema, akili yangu iko wazi kwa mawazo mapya. Roho inatenda daima ndani yangu. Akili ya kiungu haina mwisho. Hakuna kuchoka wala kurudia ndani ya roho. Ni mpya daima, changamfu, imejaa mawazo mapya. Najua kwamba napokea daima maono mapya kutoka kwa maisha, njia mpya, bora tele na kuishi. Ninaruhusu upya, ubichi na ubinifu wa roho ujaze fahamu yangu yote. Ukitaka kubadilisha machozi kuwa furaha, sahau machozi na ugeukie furaha. Badilisha picha zako za kiakili na hivyo tengeneza uzoefu mpya. Lazima usitambue tu kwamba Mungu yupo pale ulipo, bali pia ujue kwamba sheria ya Mungu inaitikia kwako. Sema, ninahisi umoja wangu na uhai wote. Ninaingia katika furaha ya muungano ya fahamu na asili isiyo na mpaka. Kuna akili moja. Hii akili ni Mungu.
Hii akili sasa ni akili yangu. Ninafahamu amani isiyo na mwisho, furaha ya kiungu na usalama kamili. Roho iko katikati ya kila kitu, iko katikati ya utu wote. Kama tone la maji iliyo baharini, ndivyo ilivyo ndani ya bahari ya maisha. Maisha haya hutenda kama sheria juu ya mawazo yako. Labda hili linaonekana kuwa zuri sana kuwa kweli, lakini kumbuka, meli ya kwanza iliyoendeshwa kwa mvuke kuvuka bahari ilikuwa na kitabu kilichoeleza kwa makini kwa nini meli haiwezi kusukumwa na mvuke. Sasa nguvu mpya inatangazwa ulimwenguni, nguvu ya ubunifu wa mawazo ambayo hupokea nishati yake kutoka katika chanzo cha ulimwengu wote. Fahamu yako, majumlisho na mawazo yako yote ndiyo njia kati ya sababu isiyoonekana na maisha yako binafsi. Ikiwa ungekuwa kuzimuni na ukaweka mawazo juu ya mambo ya mbinguni, mara moja ungelijikuta mbinguni. Na ikiwa ungekuwa mbinguni na ukaweka mawazo yako juu ya ovu, ungelijikuta kuzimuni. Uovu ni matokeo ya matumizi mabaya ya sheria ya maisha. Kwa hiyo, tamanio lako kuu liwe kutumia sheria hii kwa usahihi. Unaitumia kwa usahihi kila unapotumia kwa kujenga. Unaitumia kwa kujenga pale ambao hakuna ndani yako jambo linaloweza kudhuru mtu yeyote. Unaitumia kwa kujenga unapoitumia kwa upendo. Si lazima utumie muda wako wote katika maombi na tafakari. Badala yake, jitahidi kufanya kazi yako iwe sala, imani yako iwe kitendo, maisha yako yawe sanaa. Hapo ndipo kitu cha imani yako kitapodhihirika kwako. Hapo ndipo utakapobusu midomo ya tamanio lako. Mawazo yako ni ya ubunifu, si kwa sababu unatamani au unaomba yawe hivyo, bali ni kwa sababu kuna sheria ya ubunifu inayotenda juu yake. Hujatengeneza sheria hii, unaitumia tu. Sema, mambo yangu yako mikononi mwa hekima isiyo na mwisho. Inaongozwa na akili ya kiungu. Shughuli ya Roho inatia msukumo katika asili yangu na kutiririka katika matendo yangu. Maisha yamefunguka kwangu, tajiri, kamili na tele. Ni muhimu sana kudhibiti kwa makini mawazo yako, kama vile unavyolinda bustani yako isije ikapandwa mbegu za kigeni zinazokuwa na magugu. Vivyo hivyo, lazima utatue mawazo yoyote usiyoyataka kuyaona yakidhihirika katika maisha yako. Unda vizuri bustani hii ya akili yako. Ni bustani ya Mungu ndani ya roho yako. Ni bustani yako ya Edeni ambayo matamanio na matumaini yako yanaweza kukua na kuchanua katika timilifu. Au ukiruhusu magugu ya uharibifu, hofu na mashaka yataue uzuri wa matumaini hadi kukata tamaa ibaki pekee. Angalia kwa makini basi bustani ya roho yako. Panda humo mbegu za furaha,
za amani, za wema na nia njema pekee. Huenda ukihitaji kuilima bustani yako, kung'oa magugu na kusawazisha mstari, kupanda mbegu mpya, mawazo mapya, maono mapana na ufahamu wa kina zaidi ya maisha. Matamanio mapya lazima yapandwe hapa, yakirutubishwa kwa moto wa matumaini, imani thabiti, uzuri wa ukamilifu na utulivu wa amani. Linda bustani yako kwa uangalifu, uvumilie kwa subira, ukisubiri mvuno mapya, kwa maana utavuna ulichopanda. Panda upendo katika bustani yako, wema na huruma kutoka katika moyo wa upendo, na wema wa binadamu hufuata utambuzi wa kiungu katika kila njia ya maisha. Wema na kuelewa ni miale ya kiungu iliyowashwa kutoka kwenye madhabahu ya upendo, ambapo nuru wa milele inang'aza. Nenda mara nyingi katika bustani yako, ukikaa chini ya mti ya uzima katika utulivu wa baridi, utapata msukumo mpya. Mungu mwenyewe atatoka upya katika uumbaji kupitia wewe. Nguvu ya Roho ambayo ipo daima nawe inatosha kukidhi kila hitaji lako. Ukihitaji uponyaji, nguvu hii inaweza kukuponya. Ukihitaji furaha, Roho anaweza kukupa. Ukihitaji riziki, Mungu ambaye yuko nawe daima anaweza kukupa. Haijalishi uko katika hali gani, inaweza kubadilika. Upepo wa Mungu hauachi kamwe kuvuma. Inua matanga ya matumaini yako ili upepo huu uyajaze. Ujifunze kunywa kwa uhuru kutoka kwa chemichemi ya maisha. Huenda ukaonekana ajabu kwamba sheria inayokufanya mtu mtumwa sasa inaweza pia kukupa uhuru, lakini hii ni kweli. Haiwezi kuwa na nguvu mbili za mwisho katika ulimwengu. Moja ingeharibu nyingine. Kuna nguvu moja tu, uitumie. Kadiri mawazo yako yanavyokuwa na hisia za mafanikio zaidi, ndivyo maisha yako yatavyofanikiwa. Sheria ya maisha inaweza kukufanyia kazi tu inapofanya kazi kupitia mfumo wako wa mawazo. Kwa kuwa inawezekana kudhibiti mawazo yako, inawezekana pia kudhibiti hatima yako. Sema, mimi ni roho huru. Niko huru kabisa, chanya na milele. Niko huru na mashaka, hofu au huzuni leo na milele. Asante.